mwangaza wa neno la Mungu. Mafanikio. Kwa hiyo yale matokeo, unapopata matokeo, umelima ukavuna vizuri, umechuuza ukapata vizuri, ile furaha kwenye ndoa ya kwako kati ya mme na mke, watoto wakaenda kwa shule wakafanikiwa kwenye namba zile ambazo zinatakiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hayo tunaita mafanikio. Yale matokeo ndio tunaita mafanikio. Yes, mafanikio. Kwa hiyo chochote kile unachokifanya kikazaa matunda, hiyo tunaita mafanikio. Kuna tofauti ya utajiri na mafanikio, lakini Mungu alimuumba mwanadamu afanikiwe. Okay, tuseme tena kwamba kwa tafsiri nyingine niseme mafanikio, ile hali ya vitu kuwa vyepesi, mambo kuwa mepesi, kufanya vitu vikajaa, kufanya vitu vikaenda, kufanya vitu vikakua, hii tunaita mafanikio. Mungu amekuumba ufanikiwe, na mafanikio, watu wa Mungu mnayotazama sasa hii, ni mpango wa Mungu. Mafanikio ni mpango wa Mungu. Hakuna mahusiano ya mafanikio na shetani. No, mafanikio ni mpango wa Mungu. Huna haja ya kwenda kwa waganga, huna haja ya kwenda kutoa madude gani, huna haja ya kuua mwingine, huna haja ya kuiba. Never. Kuna namna Mungu aliiweka tufanikiwe. Nitaendelea na somo hili, utanielewa vizuri leo ninapofungua somo la nguvu ya mafanikio, power of prosperity, nguvu ya mafanikio, ama ningeita kwa lugha nyingine nguvu ya kupata. Yes, nguvu ya kupata. Kwa maana tumesema kwamba mafanikio, narudia tena kwa wewe ambaye unazidi kujiunga, unazidi kufuatilia sasa hii, mafanikio ni matokeo. Matokeo, kulima ufanikiwe, kufanya jambo fulani ufanikiwe, safari za kibiashara, wewe unaenda Uturuki, wewe unaenda China, wewe unaenda Kampala, wewe unaenda Nairobi, wewe unaenda Mwanza, Dar es Salaam, mahali pale ambako wewe nitumie lugha ya vijana, mahali ambako wewe ni chimbo lako. Ile chimbo unaloenda utafuta riziki, ile chimbo unaloenda utafuta baraka. Yes, hii tunaita mafanikio. Yaani unapoenda ukarudi na baraka, hii tunaita mafanikio. Mfano, nitatoa mfano kidogo hapa. Injili ya Luka sura ya 10 mstari wa 17. Sikiliza vile neno linasema: ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha. Hebu sikia. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha, wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Narudia tena, Luka sura ya 10 mstari wa 17. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha, wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Sikiliza mstari wa 18. Yesu anawajibu. Yesu akawajibu akawaambia, nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Mstari wa 19, tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Haleluya! Maneno mazuri haya. Huu ni mfano wa matokeo. Kwenye safari za Yesu
wakati Bwana Yesu bado yuko kwa dunia, wakati Bwana Yesu bado yuko duniani, baada ya kuwa amewafundisha amewapa theory habari ya ufalme wa Mungu, habari ya mamlaka ya Mungu, habari ya utendaji wa Mungu, siku moja Bwana Yesu akawatuma. Niseme ni kama vile ambavyo unakuta wale watu, tuseme anawapeleka field. Yes, nitumie huo mfano, sio kama utaeleweka vizuri. Baadaye Yesu anawapeleka field wanafunzi wake, yeye anabaki anawatuma wao, maana walikuwa wamezoea kwenda na yeye, wakiona miracle vile zinafanyika, wakiona viwete wakitembea, pepo akitoka, viziwi akisikia, vipofu akiona. Sasa Yesu hapa akwenda nao, no, aliwatuma. Sasa Biblia inasema akawatuma wawili wawili. Yes, anasemaje? Akawatuma wawili wawili. Mstari wa 17 anasema ndipo wale 70 waliporudi. Lakini sasa hapa wanarudi, mstari wa 17 wanarudi. Ngoja nirudi tena kidogo, mpenzi mtazamaji wangu. Anasema hivi, mstari wa 16, mstari wa 16, awasikilize ninyi anisikiliza mimi, naye awakatae ninyi anikataa mimi, naye anikatae mimi amkataa yeye aliyenituma. Unaona, kwa sababu Yesu katumwa na babake, na yeye anawatuma hawa disciples wake, anawatuma hawa mitume, anawatuma hawa wanafunzi wake, maana anawapeleka field. Na kwa nini aliwatuma? Ili ajue kama kuna kitu tayari wameshika, kuna neno wameshika, kuna jambo wameshika, kuna kitu tayari wameshika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anawatuma, anawapeleka. Kwa nini aliwatuma? Kwa hiyo kuna kitu aliwaambia waende wakafanya, kuna kitu aliwaambia waende wakafanya wawili wawili, maana Biblia inasema akawatuma wale. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha. Walikuwa 70. Kwa hiyo lakini hawa 70 kusoma Biblia inasema alituma waende wangapi? Wawili wawili. Hebu sikiliza sasa. Kwa hiyo walipoenda mahali kule, amewatuma kwenye shughuli, amewatuma kwenye kazi, amewatuma hawa wanafunzi wa kwake waliokuwa wapata kama 70, wakiwemo 12 wale. Biblia inasema ndipo, twende pamoja. Nasema ndipo wakarudi na furaha. Wakarudi na furaha. Kwa nini walirudi na furaha? Ukisoma ili andiko, kilichowafurahisha ati wanakuja na mwambiaje? Bwana, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Bwana, Bwana, hebu sikiliza. Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Hata pepo wametutii kwa jina lako. Lile neno hata pepo wametutii kwa jina lako, maana yake inaonyesha lile, yani ule utii wa mapepo, vile ambavyo yaliondoka kwa watu wakaponyeka, watu wakakombolewa, watu wakafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina tukufu la Yesu. Kile kitendo kiliwafurahisha. Sasa hii furaha ilitokana na nini? Hii furaha ya wanafunzi, mtu wa Mungu, wewe unanifuatilia, wewe mwana King James, wewe ambaye wewe mwana kanisa langu la kwa mtandao, kwa nini kiliwafurahisha hapa? Na wewe kama ningekuruhusu unitumie message ya kwako, nini kiliwafurahisha? Mimi nakupa jibu sahihi. Kilichowafurahisha ni kwa sababu walipata matokeo. Kama wangeenda watu wasifunguliwe, mambo yasitokee, vitu visitokee, wangerudi wamehuzunika. Yes, wangerudi wameumia, wangerudi wamekwazika, nisemeje? Yes, wangerudi wameumia,
wangerudi wamekwazika, wangerudi mioyo au hata sina uhakika kama wangerudi. Kwa hiyo hivyo, kwa hiyo kilichowafurahisha ile neno, hata pepo anatutii, wakarudi kwa furaha, hata pepo anatutii. Lile neno, ile furaha ilitokana na matokeo katika kile ambacho Yesu Kristo Mungu aliye hai aliwatuma waende kukifanya. Aliwatuma waende huko na huko, vijiji kwa vijiji, mitaa kwa mitaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo wakarudi na furaha. Kilichowarudisha na furaha kilichowarudisha na furaha ni yale matokeo ambacho nimesema kwa wewe mtazamaji wangu ambaye unazidi kuungana na sisi saa hii. Nimesema somo langu ninaloliongelea mpaka sasa ni nguvu ya mafanikio. Nguvu ya mafanikio au nguvu ya kupata, nguvu ya mafanikio, nguvu ya mafanikio. Na mafanikio sasa ndio naoeleza tafsiri yake, kwamba mafanikio ni matokeo ya kile unachokifanya. Yes, mafanikio ni matokeo ya kile unachofanya kila siku, kila siku, kila siku. Mungu anahitaji ufanikiwe kila siku. Mungu hakutuumba tuteseke. Mungu hakutuumba tuwe wagonjwa. Potelea mbali. Watu wanasemaje? Turudi kwa mujibu wa neno la Mungu. Kwa mujibu wa neno la Mungu. Kitabu cha nabii Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Yeremia 29, wale wanafunzi wangu wananifuatilia. Yeremia 29 mstari wa 11, neno la Mungu linasema hivi: ninayajua mawazo yale ninakuwazia wewe mwanadamu. Ninajua mawazo ninayokuwazia wewe, kwamba sio mawazo ya mabaya. Yes, sio mawazo ya mabaya, bali ni mawazo ya amani. Yes, ni mawazo ya amani, hata nikupe tumaini la siku zako za mwisho. Nikupe tumaini la siku zako za mwisho. Hebu sikiliza. Mungu kama Mungu hapendi kutesa mwanadamu, ila mwanadamu hujitesa yeye mwenyewe, hujitesa yeye mwenyewe. Lakini Mungu kama Mungu, mbona niambiaje? Mungu hawezi kukuacha ukateseka. Mungu hawezi kukupa ndoa alafu ikakufa. Mungu hawezi akakupa watoto wakafa. Mungu hawezi kukupa afya akakunyang'anya. Mungu hawezi kukupa miguu alafu eti akaikata na bodaboda, akaikata sui na kansa. Yaani alafu anasema wanakukata mguu, unasema ni mapenzi ya Mungu. Hapana, sio kweli. Unaenda kujifungua, mama anakufa na mimba ama mtoto inakufa, sio mapenzi ya Mungu. Hayo ni mapenzi ya shetani, kwa mujibu wa neno la Mungu, sio kwa mujibu wa madaktari, sio kwa mujibu wa binadamu, maana binadamu na wao wana maamuzi yao. Mimi naongea kwa mujibu wa Mungu aliyeniumba, Mungu aliyekuumba, Mungu aliyeniita, Mungu aliyenisemesha, Mungu nayemjua mimi. Mapenzi yake ni mema juu yako. Haleluya. Mathayo sura 7 mstari wa 7, wa 8 na wa 9, ukifuatilia pale anasema hivi: ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Anasema hivi, ni yupi kwenu, anaongea na wazazi sasa, ni yupi kwenu ninyi watu wabaya, mtoto akiomba samaki, mstari wa 8 na wa 9 na kuendelea, asema ni yupi kwenu mtoto akiomba mkate, mtoto akiomba mkate eti atampa jiwe? Ama mtoto akiomba samaki, huyu mzazi wake atampa nyoka? Ama akiomba peremende, unajua maana peremende, pipi, atampa nge? Yesu akasemaje? Kama ninyi watu wabaya, yani ninyi wanadamu ambao hamjafikia ule utimilifu na ukamilifu wa Mungu aliye hai, ule ukamilifu wa Kristo. Unajua kuna tofauti ya ukamilifu na kutafuta ukamilifu. Sisi tulio kwa dunia hii bado tunatafuta ukamilifu. Yesu akasema mtakuwa wakamilifu kwa kuwa yeye ni mkamilifu. Ndio, mtakuwa wakamilifu kwa kuwa yeye ni mkamilifu. Mtakuwa watakatifu kwa kuwa yeye ni mtakuwa, you will be. Bado tunautafuta, bado tunautafuta. Bwana Yesu anasema hivi, kama sasa ninyi watu, wewe mtazamaji wangu hapo nyumbani kwako, ofisini kwako, sebuleni kwako, mahali popote unakonifuatilia,
Wengine mmepeleka watoto wenu international school. Wengine kuna mama hapo labda kupata neema ni hivyo, mume labda alikufa ama aliondoka namna hiyo, lakini unakuta mama anasema hivi, nitapambana mtoto wangu asome, nitapambana mtoto wangu aende mbele, nitapambana. Mwingine anasema niko tayari kulala njaa. Na wengine pia wamama mkuta wanakutana na changamoto mbalimbali, ama mwingine anafanya mambo ya ajabu, yaani hiyo yote anapigania mtoto wa kwake. Hebu sikiliza, yaani kuna mwingine yuko afanya lolote ili familia ile, ili watoto wale, ili watoto wavae, ili watoto waende kwa shule, yaani ili wafanikiwe. Huyu mtu binadamu kama yeye. Sasa Yesu Kristo anasema, je, Baba yenu wa mbinguni ataacha kuwatenda mema? Je, Baba yenu aliye mbinguni aliyekuumba. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kuanzia mstari wa 24, 25, 26 utasoma mwenyewe kwa faida yako. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 24, 25, 26 utasoma hapo kwa faida yako. Wakati wa uumbaji Mungu anasema tuumbe mtu kwa mfano wetu, tumuumbe mtu kwa sura yetu. Mungu aliyekuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Je, wewe amekuwa mkorofi kiasi hicho? Amekuwa mkatili kiasi hicho? Hapana, sio kweli, sio kweli. Kuna mkono mwingine pale, kuna mkono wa roho za giza, kuna adui inaitwa Shetani. Hapo Shetani ndiye mharibifu, lakini Mungu kama Mungu, ewe mtu wa Mungu, jioni ya leo ama usiku wa leo, ninapenda kukutangazia Mungu amekuumba ufanikiwe. Haijalishi koje, na hajakuumba ufanikishwe na ndugu yako, jamaa yako, baba yako na mama yako, mjomba wako na shangazi. Amekuumba ufanikiwe wewe kama wewe, mimi kama mimi. Maana yake ameniumba ndani yangu na mafanikio. Amekuumba wewe, ndani yako una mafanikio, yamo ndani yako mafanikio. Haijalishi watu wamekwambia. Mungu akukumba ukiwa fukara, Mungu akukumba ukiwa maskini, Mungu akukumba na kansa. No, haijalishi koje. Mungu akukumba na kansa, Mungu akukumba na ukimwi, Mungu akukumba na wewe unayepandwa na kifua sahihi. Unaniambia baba mtumishi, unaniambia mchungaji wako, unaniambia nabii, kifua unatumia vitu fulani vile vya kuvuta vile, una baridi, ikija baridi basi wewe hali inabadilika. Magonjwa ya miandamo ya mwezi, miandamo ya kipupwe, miandamo ya vuli, miandamo ya masika, miandamo ya jua, yaani wewe kwako hakuna siku unayoona furaha. Sikiliza, nakuja nyumbani kwako sasa katika upendo wa jina la Yesu. Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee ili anayemwamini asipotee. Je, jioni ya leo uko tayari kumwamini Yesu? Je, jioni ya leo uko tayari kumpokea Yesu? Je, jioni ya leo uko tayari kupea Yesu maisha yako? Yesu anakupenda. Yesu hajakuumba uumie. Yesu hajakuumba uteseke. Wako hata inawezekana wewe ukawa umerokoka, ni mlokole, na walokole wengi wanajificha nyuma ya mateso ya Ayubu. Nasema unajua hata Ayubu aliteseka. Hapana, mateso ya Ayubu ilikuwa ni mission ya Mungu na Shetani. Mungu anaambia Shetani, umetoka wapi? Umemwona Ayubu mcha Mungu, mwelekevu, mcha Mungu, hakuna kama yeye duniani. Shetani naye anamjibu Mungu, anamwambia hivi, ukisoma Ayubu sura ya kwanza, sura ya kwanza na sura ya pili, kitabu cha Ayubu. Shetani anamwambia Mungu, kwani huyu Ayubu anakuchaburi, anakuabudu bure? Si umembariki? Si umempa mibaraka? Si umemfanikisha? Si umempa kila kitu? Si umebariki mang'ombe yake? Ng'ombe zake zimeongezeka, makuku imeongezeka, mapata imeongezeka, kila kitu kimeongezeka. Umempa ulinzi kila kona, watoto wake wanapendeza, yeye anakaa vizuri. Unaona, yaani Shetani alilenga mafanikio. Kwa hiyo Ayubu ilikuwa ni mpango maalum wa Mungu kumwonyesha Shetani kwamba Shetani amchi Mungu kwa sababu ya vitu alivyo navyo. Ayubu anamcha Mungu kwa sababu ameamua kumcha Mungu. Katika jina la Yesu, mpenzi mtazamaji wa King James Live TV, wewe mfuatiliaji wetu kwenye YouTube, mfuatiliaji wetu kwenye Instagram, mfuatiliaji wetu kwa Facebook, nafikiri utaungana na mimi jioni leo kwamba ni mapenzi ya Mungu, sio hayo. Mungu hajakuumba ulie asubuhi, ulie mchana. No, Mungu amekuumba kumwabudu. Mungu amekuumba uwe na ushirika na yeye. Mungu amekuumba kama ambavyo neno la Mungu nasema kwenye kitabu cha
cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana sura 3 mstari wa 19 na 20 nasema hivi, tazama nasimama mlangoni nabisha hodi, mtu akisikia akafungua mlango. Mlango unajua ni nini? Mlango ni moyo wako. Akafungua mlango, nitaingia kwake, nitakula na yeye pamoja na mimi. Maana yake nini? Ile kitendo cha kula na yeye, kunywa na yeye, kukaa meza na Yesu, kukaa meza moja na Yesu, ama kukaa meza moja na Mungu Baba. Hili neno linatudhihirisha kwamba Mungu anahitaji ushirika, anahitaji ushirika na mwanadamu. Haleluya! Mungu anahitaji ushirika na wewe mtazamaji wangu. Mungu anahitaji ushirika kabla ya mambo, anahitaji ushirika na wewe. Sijui unanitazama kutokea wapi, sijui unanifuatilia kutokea wapi. Je, unaweza ukakubali kufanya ushirika na Mungu jioni ya leo, mahali popote ulipo, ili Mungu aanze sasa kufungua manja yako? Wengi anasema mchungaji niombe, mchungaji niombe, mchungaji. Sawa, kuombea haina shida. Je, lakini kuna ushirika na Mungu? Mungu anahitaji, sio kwamba sisi nikisema uokoke ndio Mungu akuponye, hapana. Lakini Mungu anahitaji ushirika, wewe na yeye, wewe na anahitaji ushirika. Mungu amekumba mshirikiane. Mungu hajakuumba. Mungu hana ushirika na miti na milima na wanyama na ardhi. No, Mungu hana ushirika na viumbe wengine wowote. Tena nikwambie, wala Mungu hana ushirika, hata Mungu akuumba mara. Mungu hataki kushirikiana na makerubi wala maserafi wala wazee 24 wenye wai wanne. Mungu anakuta, kwa sababu hakuna kiumbe kimeumbwa kwa mfano wa Mungu tofauti na wewe unayeniangalia. Haijalishi koje, uwe mlevi, uwe mzinzi, uwe mchawi, uwe mshirikina, haya mambo unasikia imekuchosha, Mungu bado anakuhitaji. Bwana Yesu anakuhitaji, anahitaji ushirika na wewe, anahitaji ushirika na wewe, anahitaji ushirika na kazi yako, anahitaji ushirika na nyumba yako, anahitaji ushirika na watoto wako, anahitaji ushirika na familia yako, anahitaji ushirika na mji wako, anahitaji ushirika na kazi yako, ofisi yako. Anahitaji mshirikiane kwenye kazi, anataka mshirikiane ukienda ofisini, ukienda China, ukienda Uturuki, mahali popote, wale mlioko kwa migodi, ribo saka apradia. Yani Mungu anataka ushirika na wewe mama unayemtazama, wewe mama, uwe tajiri, uwe maskini, anahitaji ushirika, anahitaji mshirikiane, anahitaji mshirikiane katika jina la Yesu. Na mtakaposhirikiana sasa, ndipo taanza kuona mafanikio, kwa sababu Mungu amekumba ufanikiwe. Mungu amekumba uende mbele. Mungu hajakumba, narudia, wewe unayeumia kichwa, wewe unayeumia tumbo, wewe ambaye umelazwa ama umelaza mtoto au tembei, kichwa kifanyi kazi, mapresha inapanda na kushuka, masukari, sio mpango wa Mungu. Hilo ni hekalu. Nitakueleza kwa kipindi kinachokuja, nitakueleza baadaye, kipindi kijacho. Basi wewe ambaye umekuwa na mimi kwa muda huu, kabla sienda kuruhusu simu, ninaomba nikuombee. Basi sema, Bwana Yesu, ninakabidhi maisha yangu kwako. Sema, Bwana Yesu, ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe dhambi na makosa yangu yote, yale najua na yale sijui, yale niliwahi kutenda na sijawahi kutenda. Bwana Yesu, ninakupokea maishani mwangu. Ninaomba uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaamini uliteswa kwa ajili yangu, ninaamini ulikufa kwa ajili yangu, ninaamini ulizikwa kwa ajili yangu, pia ukafufuka kwa ajili yangu. Kwa kupigwa kwako mimi nilipona, mimi nilipona katika jina la Yesu. Bwana Yesu, sema, ninaomba uyafute majina yangu kwenye kitabu cha hukumu na uyaandike jioni ya leo kwenye kitabu cha uzima wa milele, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Fanyika sasa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na ukabidhi nyumba yangu, na ukabidhi moyo wangu, roho yangu, nafsi yangu, na ukabidhi familia yangu, na kukabidhi nyumba yangu. Siwezi bila wewe. Nyumba yangu siwezi, mke wangu, mme wangu, watoto wangu, kazi zangu, mazingira yaliyonizunguka. Bwana Yesu, siwezi maisha bila wewe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nimelipokea neno lako. Bwana Yesu, wewe uliye chanzo cha mafanikio, wewe ambaye hakuna kilifanyika bila wewe, ninakukabidhi maisha yangu, ninakukabidhi maisha yangu, ninakukabidhi maisha yangu. Ninaweka kiburi chini, ninaweka jeuri chini, ninakukimbilia
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Weka mkono wako kwenye kifua chako wakati naenda sasa kuombea mtu mmoja mmoja. Baba, katika jina la Yesu, ninamwombea mama huyu, ninamwombea baba huyu, ninamwombea kijana huyu, ninamwombea ndugu huyu, katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu ndiye Mungu mwenye uweza na Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye rehema na Mungu mwenye neema, Mungu mwenye upendo na Mungu mwenye uhai, katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu ndiye. Kila roho ilikuwa inamsumbua, ninamwombea toba, ninamwombea toba. Naomba umsafishe, naomba upokee. Malaika wanaozunguka wenye haki wamzunguke kuanzia leo, wazunguke familia yake, kazi zake, vitu vyake, nyumba yake, wazunguke mji wake, wazunguke familia yake, katika jina la Yesu. Roho ya ulevi, roho ya bangi, roho ya uzinzi, roho ya zina, kwa jina la Yesu ninaamuru ikashindwe. Ninaing'oa ndani ya baba huyu, ninaing'oa ndani ya binti, ndani ya kijana huyu, roho ya uchawi, roho ya uganga, roho ya kuitwa mchawi, roho ya kuitwa mshirikina. Wako watu wanakuita wewe ni mchawi, wako watu wanakuita wewe ni Mungu, wanakuona, wanaroga, wanatumia uso wako, wanatumia sura yako. Ukienda kazini wanakukataa, ukiingia kazini wanakukataa, kila unakwenda wanakutema mate, hata vaa vizuri, piga perfume, wanakukataa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai, ninang'oa hiyo roho, ninang'oa hiyo roho, ninang'oa hilo pepo. Toka wewe pepo, kwa jina la Yesu. Pepo harufu mbaya, pepo harufu mbaya, pepo harufu mbaya, pepo wa kinyesi, pepo wa mikojo, pepo wa mbwa, pepo paka, pepo chatu, pepo nyoka, toka kwa jina la Yesu. Roho zinazorara na wewe usiku, spirits of husband, roho za kiume, roho za kike, mapepo yanayonyonya matiti yako melani, mapepo yanayofanya uzinzi na wewe usiku wa 8, 7, 8, 9, 10, 11, majinamizi, vibwengo, majinamizi, vibwengo, roho za majinamizi, roho za vibwengo, majinamizi na vibwengo, majinamizi na vibwengo, toka in the mighty name of Jesus. Toka, toka vibwengo, vijinamizi, toka kwa Yesu. Vipopo bawa, toka kwa jina la Yesu. Ninaziharibu hizo roho, ninaziharibu hizo roho, ninaziharibu hizo roho, ninaziharibu roho, toka kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Achia watazamaji wangu hapo, achia huyu mama, achia tumbo, achia tumbo, achia tumbo, achia kichwa, achia mgongo, toka, achia miguu. Mwache huyu mama aliyelala kitandani miaka 2, 3, 4. Huyo achia. Upofu achia. Roho ya uziwi achia. Roho ya upofu achia. Roho ya uziwi, roho ya upofu, roho ya uziwi, roho ya upofu, upofu, uziwi, ukutu, uwete, toka kwa jina la Yesu. 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 Ninaamuru kuachia saa hii. Majini yanayokunika, unalala vitu vinakunika, unalala vinakuchapa viboko, toka kwa jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Achia moyo, achia roho, pressure toka, pressure kupanda, pressure kushuka, ambayo umeipeleka hospitalini imekataa dawa, pressure ile kataa dawa, sukari ya kupanda na kushuka ndio kataa dawa, paralyzed, toka kwa Yesu. Mgongo, wewe ambaye umefunga kitu fulani hapa kwenye mgongo, toka kwa jina la Yesu. Ninaufungua mgongo, ninalifungua shingo lako ambalo haliwezi kugeuka, ninakufungua kipande uso, ninapasua hizo fibroid, ninapasua hivyo vidonda, hayo mavimbe. Wamekupima mkono mavimbe, natakiwa uende India, natakiwa uende si wapi, natakiwa uende kila mahali. Umebakiza tu kupiga mionzi, ndio umebakiza. Kansa kwa mwanadamu haiponyeki, ila kwa Mwenyezi Mungu inaponyeka. Ukimwi haiponi kwa binadamu, piga garagaza ua, ila kwa Yesu inaponyeka, katika jina la Yesu. Yasiowezekana kwa mwanadamu. Sikiliza, wakati unaendelea kutumia dozi yako hiyo, dozi ya ukimwi, wewe ambaye tayari umeathirika, wakati unaendelea kutumia dozi, endelea na maombi. Usijasema uache dozi. Endelea kutumia dozi, alafu muamini Yesu, alafu endelea kupima mpaka ukute kitu fulani kimetokea, katika jina la Yesu. Ninang'oa roho ya ulevi, roho ya kansa, roho ya sukari, roho ya ukimwi. Hayo ni mapepo kama mengine. Homa za usiku, malaria za usiku, kukandamizwa, toka, 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 toka kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Toka kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai, kwenye nyumba yako,
Unaniambia mchungaji, siwezi kulala usiku. Hapa sasa kulala kwako imekuwa changamoto. Nisikilize, ninang'oa hiyo roho, ninang'oa hiyo roho, ninang'oa hiyo mapepo yanayogonga mabati, yanayolia kama mapaka, kama mapanya, mapanya, mambwa, mafisi, mang'ombe. Toka kwenye hiyo nyumba kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Ninaombea nyumba yako, ninaombea biashara zako, kazi zako, familia yako, ndoa yako. Roho za faraka toka kwa jina la Yesu. Mafarakano toka, roho za mafarakano kati yako na mume wako, kati yako na mke wako, kati yako na bosi, kati yako na watu wazuri. Kila ukipata mtu mzuri, mafarakano yanatokea. Toka kwa jina la Yesu. Ninakuvua sura ya nyama hiyo, ninakuvua sura ya kunguru. Kila naonaga kunguru ataka apige. Sura ya kunguru, sura ya mbwa, sura ya fisi, sura yoyote mbaya, toka kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo ninakukomboa mwanangu, ninakukomboa wewe baba, nakukomboa bali popote uliko. Funguka, efata kwa jina la Yesu. Nafungua miguu anze kutembea, nafungua macho anze kuona, nafungua masikio anze kusimama. Fungua huo mkanda kwa kiuno, fungua hiyo kitu wamefunga kwa shingo, anza kutembea. Mapoza yanze kuisha, ubavu wa kushoto, ubavu wa kulia, mapoza yanze kutoka kwa jina la Yesu. Watoto wako warudi, mahusiano yako yarudi, mume wako arudi, mke wako arudi, mchumba wako arudi. Wewe unachumbiwa, wanaondoka. Ninayaunganisha tena mahusiano katika jina la Yesu. Ninakubariki katika jina la Yesu. Mpenzi mtazamaji wangu, kesho nitakuwa na ibada live kuanzia saa 11. Jitahidi kuamka mapema. Mtu yoyote, tena niongee na wamama. Biblia inasema mwanamke mwema huamka usiku haujaisha. Mtu yoyote anataka kufanikiwa lazima ajifunze kuamka mapema. Anza dua mapema, anza maombi mapema. Mimi ninaanza ibada mapema kuanzia saa 11. Naanza na ibada ya kushughulika na vifungo vya kila aina, vifungo vyovyote. Mungu ameniita kufungua watu. Mungu hakuniita kufanya mambo mengine. Amenipa neema kuwafungua wanadamu katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu ndiye. Kwa hiyo ndio maana naanza na maombi mapema. Wale wanaofuatilia maombi yangu, nafikiri Mungu amewaonekania sana. Kila aina ngome. Mungu ameniita kama nyuni, kama shoka. Ameniita kama nabii wa kufungua katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo saa 11 kamili alfajiri ninakuwa live kuanzia saa 11 mpaka saa 4 za asubuhi. Saa 4 za asubuhi. Ukichelewa muda utanipata. Mpaka saa 4 za asubuhi inakuwa live. Kesho Jumapili. Na baadaye lakini hili somo letu litaendelea na nitaendelea kufungua zaidi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa hiyo lakini pia nikuombe wewe ambaye umekuwa mtazamaji wetu kwa kipindi chote ambacho umekuwa pamoja na sisi. Usiache kutufuatilia kwenye YouTube, Facebook, Instagram na mitandao ya kijamii kama ambavyo unafuatilia hapo kwenye skrini yako. Usiache kutufuatilia. Mungu akubariki na endelee kuinua. Lakini pia tutawawekea namba ya WhatsApp wale ambao ninahitaji kufanya hata ibada nje ya hapa. Wale kujua wako sehemu gani, tutawapa ile namba ya WhatsApp ambayo tatuambia uko mahali gani, sehemu gani, ili niwe na waombea moja kwa moja, niwe na kanisa ambalo najua sasa hili kanisa nitaendelea kuwahudumia katika jina la Yesu. Lakini cha mwisho kabisa, kabla sijaruhusu simu 2, 3, 4, 5, niombe. Tunaomba support yako mtu wa Mungu. Tuma sadaka yako. Ibada kama nami nimekubariki. Wengi wananipigia simu wananiambia, mchungaji, Mungu ametufanikisha, Mungu ametubariki, Mungu amekuponya. Basi tuma sadaka yako. Pia kwa hiyo namba ya WhatsApp, ama nitawapa namba. Hii namba usitumie kwa ajili ya kunipigia nikuombea. Mimi nakuombea kama hivi nakuombea. Kuna namba ambazo naamini wengi mkipiga mnanipata moja kwa moja. Msiponipata, namba itapokelewa na mwanangu kipenzi, ama itapokelewa mtoto wangu wa kuzaa. Ndio anapokea simu yangu, na mke wangu, Mungu aliyenipa, na mtoto Mungu aliyenipa ndio anaozipokea simu, kwa sababu azipokelewa na watu wengine. Ndio maana unanipata kwa wakati. Kama nitakuwa kwenye huduma, basi unanipata vizuri, wananipa hapo. Bwana asifiwe sana. Basi tunaomba support. Ninahitaji partners ambao
utatutumia, nitakupa namba yangu, nitumie hapo. Nitakupa namba yangu sasa nyingine ambayo unaweza hata kuanzia sasa hivi, yani dakika hii, kama ni 5,000, kuna 10,000, 20,000 na kwenda huko juu kadiri Mungu alivyokubarikia. Unapohudhuria ibada ya kwetu tunatumia, ndio maana mngesema mbona muonekani, mbona mmekatika, tunatumia interneti, tunatumia nini. Mnaelewa kabisa kwamba anga ni anga la Mwenyezi Mungu, lakini ina utaratibu wa kulipitia. Kwa hiyo tunatumia vifaa, tunatumia fedha nyingi kwa ajili ya kukufikia hapo ulipo. Mungu anapokuponya, basi tunaomba utunge mkono kwa sadaka yako, kwa sadaka yako ya upendo. Sio biashara. Watu wanasema hii biashara, sio biashara. Kama ni biashara, jaribu kuifanya ndio utajua. Kama utaendelea nayo siku mbili utaniambia. Sio biashara, ni support. Kazi ya Mungu inahitaji support. Mimi ninakuombea, unaniona hapo nyumbani kwako, lakini nimekuja kwa gharama. Nimekuja kwa gharama kubwa mpaka nikufikia hapa. Kwa hiyo tunakuomba kwa jina la Yesu, tuma sadaka yako. Tena hata sasa hivi tuma sadaka yako. Kuna vyombo hapo, kuna 0742632364. Tuma sadaka yako hapo, kama unavyoziona zipita hiyo. Tumia hiyo foda, tuma sadaka yako, wala usiwe na wasiwasi, itafika. Lakini baadaye tutakupa namba za WhatsApp. Unaponitumia hiyo sadaka, unanitumia na jina lako, kisha nakuombea baraka ya kwako. Lakini tuma sadaka. Sadaka ni mpango wa Mungu. Sadaka ni mpango wa Mungu. Sadaka itajirishi mchungaji. Hapana, inafanya na sisi tukufikia hapo ulipo, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.